Naye Eva akakuwa mjamzito, akajifungua mtoto wa kiume, akamwita Kaini kwa uwezo wa Mungu. Kwa muda mwingine tena akapata ndugu yake Kaini, naye akamwita Abel. Walipoendelea kukua, Abel akakuwa mchungaji, naye Kaini akajitoa kuwa mkulima. Naye Kaini alipopata mavuno akatayarisha sadaka kwa Bwana. Naye Abel akatoa sadaka yake kati ya mifugo iliyokuwa imenona. Naye Mungu akakubali sadaka ya Abel. Ila Mungu hakukubali sadaka ya Kaini, naye Kaini akakuwa na hasira sana. Naye Bwana akamuuliza Kaini, kwa nini uko na hasira kuwa sadaka yako haikukubalika? Ukifanya kitu kilicho sawa, sadaka yako itakubalika, lakini umekataa kufanya ilivyokuwa sawa. Kwa hivyo dhambi iko kwenye mlango wako na itakutawala. Kwa hivyo lazima ukuwe na ujasiri isije ikakutawala. Siku moja naye Kaini akamwalika nduguye shambani, na alipokaribia akamvamia na kumuua. Naye Mungu akamuuliza Kaini, nduguyo Abel yuko wapi? Kaini akamjibu Mungu, mimi sijui, kwani mimi ndiye ninayemchunga ndugu yangu? Naye Bwana Mungu akamjibu akisema, umefanya nini? Maana damu ya nduguyo ninaisikia katika masikio na katika ardhi. Nawe umelaniwa na utatolewa katika dunia juu ya damu ya nduguyo, na nchi unayoilima haitatoa mazao hata ukijaribu vipi, nawe utabakia bila makao katika dunia hii. Naye Kaini akamjibu Mungu kwa kusikitika akisema, Bwana Mungu, adhabu ulionipatia iko kuu sana, hata mtu yeyote akiniona ataniua. Naye Mungu akamjibu Kaini akimwambia, hapana, kwa sababu nitamwadhibu yeyote yule atakaye kuua, na nitamuua mara 770. Naye Mungu akaweka alama kwa kichwa cha Kaini juu ya mtu yeyote atakaye jaribu kumuua. Naye Kaini akatoka katika uwepo wa Mungu na akakimbia katika shamba ya Nod iliyo upande wa kusini wa Edeni.